God and told him, look how I've served you with my wealth. And by the moment Isaiah left, and God came to Isaiah on his way. But Isaiah go back to Hezekiah and tell him that his prayers has come before me. And I've had 15 years ahead of him. So when we are speaking about giving, there are things that giving breaks. There are giving of breaking all the curses of the land. And the giving can stop the curses, and it brings you out from not staying with the enemies. Many people have been together with the enemies without knowing. They have been come together with the enemies without knowing, because they are blind, they cannot see. And God was far with them. And when God wanted to bless Abraham, he told him that you have to leave. You have to live in the minister. You have to live within the group. Hallelujah. You have to leave the family. And you go far away. And Abraham honored and left to the far place. There are challenges that were ahead of Abraham. But anytime Abraham looked upon God, the Bible says that the kind of drought, and Abraham remained serving God. Until one day Abraham left, and he crossed to the near land, and he forced him to leave, and he went like that, and he was just going away from people. Those whom did obey God, they have got their own ways, they have got their own plans. And he said, like Luther, we have to be apart. That means when you go to right, then I'll go to my left. And if you go to right, I'm going to left. Hallelujah. And when they go in front, you go backward. And when they go backward, you go ahead of them. Hallelujah. If you don't be a part with them, Matthew chapter number 24. We begin from verse 10. Hebu soma katika jina la Yesu Kristo. Read in the name of Jesus. Wapendwa, my beloved, nampenda yule mwimbaji kama anakuja hapa juzi. I like that minister came here last time, Mr. Karen. Alifundisha hapa akasema kwamba kuna mahali pakaa
comfortable. He should talk here and say that there are places that they are sitting comfortably. Na hili jambo sio kigeni. And it is not a new thing. Wakati John alipokuwa katika ziwa la Patmo, when John was in the island of Patmos, alisema najua vyema vile ulivyo. He said that I know well how you are. Najua unamtii Mungu. I know that you obey God. Lakini katika ile kitu umekaa, but upon the seat that you are on, kiti ya Satan. It is a seat of Satan. Bado unayo jina. But you still have a name. Na hilo jina kabla hajaolewa. And if that name is not approved, one over. You have to take over. Na utoke katika hilo kiti. And you come out of that seat. Hallelujah. Hallelujah. Inasemaje? What does it say? Nasema ndipo wengi watakapochukua nao watasalitiana na kuchukiana na wanabii wengi wa uongo. Hiyo ni Mathayo. Mathayo chapter 24 verse 10. Tatu. Inasema 24 verse 5. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetezi ya vita. Angalieni msitishwe. Amen. Hapo tosha. Maandiko imenena. The Bible speaks. Ukitaka kujua Mungu wa kweli, that when you want to know the true God, Mungu ambapo unaweza kutumikia, God of whom you are going to serve, Mungu wa baraka, a God of blessings, ni lazima utengana nao. you have to be apart with them. Maana kuna wanabii watatokea, For there are prophets that shall come, watasema hakuna haja kutumikia Mungu, and they will say that there is no need of serving God. hata hivi sasa wapo, And even now they are. wanasema hakuna haja kutoa sadaka, They are telling you there is no need of giving offering. hakuna haja ya kutoa fungu la kumi. There is no need of tithing. Wanasema mpaka wanafikia kiwango, And they are saying until they come to a point ya kwamba hakuna haja hata kuoa. that there is no need of marrying. Hallelujah. Hallelujah. Yesu akasema And Jesus said lazima mjiadari nao. that we must be careful with them. Mungu wetu lazima tumtumikie. We have to serve our God. Jehova akanena na Ibrahim And Jehovah spoke to Abraham. baada ya mateso na kuhangaika, And after our persecutions, wakafika miaka 90, and they got to 90 years, hakuna kizuri kimetokea. there was nothing good that has come across. Ibrahim akawa mzee, And Abraham became old. Sara ikawa mzee, And Sarai also came old. Ibrahim akamzaa God. And Abraham looked upon God. Wakati Mungu alimtembelea, And when God visited him, wakamchinjia Mungu, and they slaughtered to God. wakatoa java, And they gave their offering. wakatengeneza chapati. And they made the chapatis. Wakati walikula maziwa, And after they drank the milk, Mungu akanena, and God spoken tutakaporudi that when we shall depart, tutapata mtoto hapa. we shall find a child here. Hakuna mtu aliamini. There is no one who believed. Sara akacheka, And somehow also laughed. watu yote hakuamini. And many people didn't believe. Akaangalia vile alivyo. And we looked how he was. Unaweza kuangalia vile ulivyo You might overlook yourself how you are. na useme ya kwamba haiwezekani. And you say that it
possible. Nasema inawezekana. I am saying it is possible. Hallelujah. Hallelujah. Maandiko inasema. For the Bible says Sara kabla akachukua mimba. that Sarah got pregnant. Akazaa Isaka. And he gave birth to Isaac. Isaka alipokoma kiasi. And when Isaac grew, Mungu akarudi tena akasema. God came again and said, Ibrahim, chukua Isaka. that Abraham, take your son Isaac. Ukaende utoe kama sadaka. Go and give as a sacrifice. Nenda katika mji wa Moria. And go to the land of the Mount Moriah. Huko kuna milima. There is a mountain there. Nitakuonyesha. And I will show you. Ibrahim akatii. And Abraham obeyed. Ibrahim akatii. Abraham obeyed. Akachukua Isaka. And he took with him Isaac. Wakatoweka wakaenda. And they left and went Katika nchi ya Moria. into the land of Moriah. Walipofika Moria. When they got Moriah, Ibrahim. Abraham, Akaonyeshwa na Mungu. he was shown by God Panda juu ya ile milima. that you go upon that mountain Utoe Isaka. and you give out Isaac Kama sadaka. as an offering, Na kuteketezwa. that a burnt offering. Ibrahim. And Abraham, Akatengana nao. he became a part with them. Hallelujah. Hallelujah. Kuna watu. There are people Inaweza kwa kizuizi. that can be blocked to you. Tengana nao. Be a part with them. Hallelujah. Hallelujah. Kuna watu. There are people Wanaweza kwa milima. that can be a mountain to you. Tengana nao. Be a part with them. Kuna watu. There are people Wanaweza kwa vikwazo. that can become a Tengana nao. be a part with them. Maandiko inasema. The Bible says Wakati Ibrahim that when Abraham, alipofika when he reached katika mji wa Moria. into the land of Moriah, Alikuwa anafanya kazi. where he went as a servant, Aliona ya kwamba. and he saw that Wakienda pamoja. when they go together, Jambo hili litaharibika. this thing might be destroyed. Ibrahim akasema. And Abraham said, Bakini hapa. that may you remain here. Naenda Isaka. We are going with Isaac. Wakabaki nyuma. And they left behind. Wakaenda Isaka. They went with Isaac. Hallelujah. Hallelujah. Hagai. Haggai. Kitabu cha Hagai. The book of Haggai. Hagai 1. Kuna matoleo ya kuvunja nguvu zote na ila. There are giving all offerings that are breaking all the curses and every kind of evil spirit. Wapendwa, My beloved, tusione kila kitu ni kawaida. let us not see things as usual. Kuna watu wanang'ang'ana usiku na mchana. There are people struggling day and night. Hawana time ya kuja kanisa. They don't have time of coming to church. Wanang'ang'ana kuunda pesa. They are just struggling to make money, Wafili watoto wao. for them to feed their children, Wapate elimu bora. for them to be educated enough, Wapate manguo. for them to have clothing. Wanang'ang'ana usiku na mchana. They are struggling day and night. Maandiko yanasemaje? What does the Bible say? Hagai 1:4. Haggai chapter number 1 verses 4. Biblia inasema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao? Iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika, basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, sitafakarini njia zenu. Mnapanda mbegu nyingi, mkivuna kidogo. Maandiko husema, The Bible says Hagai akanena na Jehova. that Haggai spoke with God. Kuna jambo Mungu amenena. There are things that God has spoken. Je, huu ndio wakati? That is it the time. Huu ndio wakati This is the time wa kukaa katika nyumba ya kifani that you are supposed to be in a good houses. na nyumba la Mungu ibarikiwa. And the house of God remained this anyhow. Jehova akasema, And Jehovah said, the first of all, tafakari
give himself as a sacrifice. And after that you begin to give out the offering. Just like Dr. did. The Bible says that when he got ill and died, what remained for the orphans and the widows, for the offerings was just like became just like a sign for all to see them. How the widows cried, how the orphans were crying, and they called upon Peter. And when Peter got there, he saw the tears. The tears from the widows. And he asked, where is she? And giving men doctors to be taken on a upper room. The Bible says that I'll pick you from down to upper place. And I'll bless your offspring. I'll bless your gardens. And I'll bless your livestock. Hallelujah. And God spoke to a guy that is in the time, because you will reap the good whatever you sow. You are sowing a lot of seed, but when it comes the time of harvesting, you harvest while crying. There are many people that they have got something in their thoughts, but when it comes the time, you find that dead people are really bad. Some have gone up counties, meaning he got a many seeds. And when the time of harvesting, he harvested a lot. But when he cries, and God said that consider your ways, may you put a foundation, then you will receive, then you shall be a priest, you shall be blessed. Anywhere that you go, you shall see blessings. Anywhere that you step on, you shall see the glory. Hallelujah. What does it say? Biblia inasema, basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, sitafakari njia zenu. Mnapanda mbegu nyingi, mnavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi. Mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji. Mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto. The Bible says, and even if you go to that place and you deny to serve God, you say there's no need. We are going on our ways. We have found the first one, but we are planting the many seeds, and we reap that little. But we are struggling, working days and night. But when come to receive, it is not enough to our hands. When we are eating, we are eating food, and after eating, we are not eating enough. We are buying clothes, and after buying them, we are still feeling cold.
Agano la Mungu. The ark of the Lord. It is not to kuingia kwangu. So to come upon my place. Ndiko inasema. The Bible says. And obeyed. Edom. Akachukua agano. Took the ark. Akapeleka kwake. And took it to his place. Akalipeleka kwake. And they took his place. Akaanza kuona baraka. And they began to see blessings. Akaanza kuona baraka. They began to see the blessings. Agano la Mungu. You see the house of the Lord. Katika nyumba la Obed. Who is upon the house of the Obed. Ndiko inasema. And the Bible says. David akapokea ujumbe. David received the message. Ya kwamba Obed. That Obed. Uliyomwona. The one whom you saw. Sio yule Obed tena. He's not just the Obed that you knew. Obed amebarikiwa. Obed has been blessed. Amepokea baraka. He has received the blessings. Anayo kondoo. He has the sheep. Anayo mbuzi. He has the goats. Hata ngamia anayo. Even the camel he has. Farasi Obed anayo. And he has the horses. Hawezi kuhesabu. You cannot even count them. David akauliza. And David asked. Kisa na maana. What is the purpose? Anayo Mungu. He has God. Maana anayo agano. For he ate the ark. David akasema. And David said, ni lazima niende nichukue agano. I have to go and collect the ark. David akaenda pale akapokea agano. David went and collected the ark. Maandiko yanasema. The Bible says, kila mlango. that every step kutokea kwa nyumba ya Obed. from the house of Obed. David alikuwa anachinja. David used to slaughter. Kila mlango. Every step. David anachinja. David used to slaughter. Kila mlango. Every step. David anachinja. David used to slaughter. Kutoa. Giving. Kuna baraka. There are blessings. Kutoa. Giving. Kuondoa laana. Or remove curses. Kuna laana. There are curses ya kioko. that comes from their family. Kuna laana. There are curses ya mauti. of death. Kuna laana. There are curses ya giza. over the evils ya kwamba katika hiyo boma. that a man upon that home. Hakuna mtoto anainuka. There is no child that will be lifted. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Tunaenda kuyavunja. We are going to break them. Zote ya laana. Every kind of a curse. Tunaenda kuyavunja. We are going to break Zote ya giza. every kind of evil spirit. Tunaenda kuyavunja. We are going to break Katika jina la Yesu. in the name of Jesus. Amini tu. Oh, you believe Kuamua. and you decide Kwamba. Yadabata Katika maisha yangu. upon my life. Nitatumikia Mungu. I'll serve God. Hallelujah. 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 Naona kama tunaenda kusimama mbele ya Mungu. It is seen that when we are going to stand before the Lord. Tunaenda kusimama mbele ya Mungu. We are going to stand before the Lord. Najua Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo. I know God of Abraham, Isaac, and Jacob. Joshua alisimama wima akasema. Joshua stood still and said, Wapendwa, wakati umefika. that my beloved time has come. Tunamchagua Mungu ambao unaweza kumtumikia. That you have decided on which God that you're going to serve. Tunayo Mungu wa babu zetu. We have got the God of our ancestors. Tuliona mkono yake katika bahari ya Shamu. We saw his hand upon the Red Sea. Katika miji tumo sasa. And into the land that we are in now. Wanayo Mungu. They have got their God. Na watu wanamwabudu. And they are worshiping. Na Joshua akainua mkono. And Joshua lifted his hand. Napenda kumwabudu Mungu wa Ibrahimu. That I would like to worship our God. Kumwabudu Mungu wa Ibrahimu. God of Abraham. Ukikataa kumsafu Mungu wa Ibrahimu. And if you deny to serve God of Joshua Abraham. akasema. And Joshua said Mimi na nyumba yangu. that I together with my house. Mimi na nyumba yangu. I 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 with my house. We shall serve the Lord God of Abraham. Oh Jehovah Jireh. El Shaddai. Jephthah. He denied and he said that I worship God of Abraham. Oh glory.
receiving the remains. Wana watu walikataa kutii Mungu. Because people deny that they don't obey God. Mungu aliona ya kwamba wasani wasiweke. And God saw that it is not supposed for them to put it there. Na wakachukua mana wakaweka. And they took the manna and place. Wakasema ya kwamba tutachukua nyingi. And we say that if you don't believe, you shall take more. Walipofika asubuhi wakakuta yote meoza. And when they came in the morning, they found everything was rotten. Ile unasema unaweka itaoza. Whatever that you say you are blessing or you are keeping shall be rot. Mungu anastahili tumsahau. We need to serve God. Mungu alirehema, Mungu anatuokoa. God of mercy who saved us. Msahau Jehova. You serve Jehovah. Tumeanza mwaka. We have started out the game the year. Katika maisha yako. What do you have in your life? Na uondoke katika kundi. And you come out of whatever you are in. Jehova. And you look upon God. Hao makundi wataongea. All those people shall talk. Wanapoongea. They are speaking. Toka katikati yao. You come out of them. Kama vile Joshua aliondoka. Just like Joshua came out of them. Akasema. Oh, upon the land. Hata kama mtakataa. And even if you deny. Mimi na nyumba yangu. I together with my house. Nitamtumikia Jehova. I shall serve God. It doesn't matter where you are. It doesn't matter how you are sleeping. It doesn't matter who you never know. Joshua said, I with my house, I will serve God. Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Spirit of Army. Hallelujah. Tusimame kwa Mungu yetu. Stand up on our feet. Tunataka tumtumikie Mungu. You want us to serve our God. Kama unayo basa nyeupe. If you have got the white envelope, weka matoleo yako hapo. put your offering inside it. Sikia. Wana biashara yule. Tunataka Mungu aonekane. Wana biashara yule. Tunataka Mungu aonekane. Sasa ndakabele mkabukumwa. Mungu mpaka aonekane kupitia kwetu. Sasa ndakabele mkabukumwa. Mungu mpaka aonekane kupitia neno linalodumu milele. Lazima Mungu aonekane katika maisha yetu. God has to be seen upon our lives. Hatutabaki katika comfort zone. So we shall not remain in the comfort zone. Kila mara swali na mama anabika. Anytime we are sick, anything at God shall abandon. Nataka tuwe wasudaji ya kwamba hakika Mungu ametenda. We need to be people who have got testimony that God approved. Lazima Mungu atende katika maisha yetu. And God has to do it upon our lives. Nimeanza kuona breakthrough. I've started to begin to see the breakthrough. Kuna wakati tulikuwa tukiona hivi. There was a time that we used to see sins. Hallelujah. Hallelujah. Tulikuwa hapa takwenda kwenye. We were just here, we have to go up countries. Hatuna nyumba kwetu. We don't have houses in our places. Siku moja tulienda Kajulu. When we went to Kachulu, tuliona kitu ambacho tukutarajia. and we saw something that we didn't believe. Maandiko inasema The Bible says David David alichukua kitaka. he took a hunger. Hallelujah. Hallelujah. Akaambia miti. And he hung upon the tree. Nasi tulichukua makoti zetu. And we also took our coats. Hata tai tulitoa. And even our ties were removed. Tukaangua miti. And we hung upon the trees. Tukaanza kuchimba kaburi. And we began to gather the pit. Na tukaanza kuchimba nyumba. And we began to gather the houses. Watoto wa marehemu wanauliza mama. And the people were asking Mom. Maana tulienda wakati wa mvua. Because we went at the dead time of rain. Nyumba ikajaa maji. And the house was full of water. Kaburi ikajaa maji. And the grave was full of water. Watoto wanauliza. And the children were asking that Mama, Hii ndio nyumba yetu. is this our
impossible. Vile tuliweka tubadilishe. The way we place it, we shall not change it. Tukaondoka tuanei. And we left today. Gari ikaanza kuleta shida. And the car on the vehicle began to have a problem. Badala kutumia petroli. Instead of using a lot of petrol, anakunywa oil. it just began to use oil. Kama petrol. Just like a petrol. Hallelujah. Hallelujah. Na oil. And the oil. Ndio inaenda kidogo zaidi. It's supposed to be the fuel that is oil. Kila mara kuna oil. Anytime we found that there's oil, Tukanunua oil. and we bought the oil, Tukifika Kericho. and when we reached Kericho, Gari ikawata njia. and the vehicle left the road, Tukasema kwa jina la Yesu. and we say in the name of Jesus, Tunaenda. we shall go. Hallelujah. Hallelujah. Karibu na Kisumu. And around Kisumu, Ikaribika. and it brought a breakdown. Tukavurutwa na trailer. And we were just pulled up with a trailer. Hallelujah. Hallelujah. Nikasema. And I said Tunaenda. that we are going. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise be to God. Hallelujah. Hallelujah. Tukifika Ahero. And when we reached Ahero, Tukamwacha gari. and we left the vehicle, Tukamwacha hapo. we left it there. Tukachukua pickup. We took a pickup, Tukaweka maiti ndani. and we placed the body on it. Tukafika Katulu. And we reached Kadulu. Tulipofika Katulu. When we reached Kadulu, Kila mmoja each and everyone anatuangalia hivi. was just looking at us. Kila mmoja Each and every person anatuangalia hivi. was just looking upon us. Ninasikia wakiniita. I just heard them calling me Wakisema wapi hakuna askofu. that where is the bishop Aende abariki kaburi. to go and place where we were supposed to be. Tulipoenda pale na Fred. And when we go there with a friend, Mmoja akaja akanong'onezea. and one of them came and whispered to me Na kwamba pasa wajua hapa hakuna nyumba. that first time, no, we don't have a house here. Wakatupeleka. They took us, Wakatupeleka. Wakatuonyesha kwamba nyumba yake ni. and they took us that this is where the house is. Tukampata Saxon amesimama hapo. And we found that the sisal was there. Makonge limesimama hapo hivi. The sisal was there. Na nikauliza kaburi sasa iko wapi? And I asked, where is the grave? Kwanza pima nyumba. First, measure the house. Nitakuonyesha kaburi iko wapi. That's when we shall show you where the grave is. Nikapima nyumba. And I took the measurement of the house. Nikainua mkono. I lifted my hand, Wakatuweka mateka. and they captured us. Baada ya kuchimba nyumba. After building the house, Ndio wakaniambia kaburi ndio hii. and they showed me where the grave is supposed to be. Haleluya. Hallelujah. Wakati nafika hapa. And water was upon my knees. Haleluya. Hallelujah. Nikauliza And I asked, vijana wapi where are the young men? ya kuchimba kaburi? Those who are going to be the grave. Wakasema hatujui. They say we don't know. Tukaitana. And we call upon our mothers. Tukaanza kuchimba kaburi. We began by ourselves. Tukaanza kuchimba nyumba. We began by ourselves to break the house. Tukakuja longi. We pulled up our trousers, Tukapanda juu. and we went up. Yusu kazi yetu. It is not a work. Kama kuna rada. If we are doing, Tunaenda kuyafuta. we are going to break them. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Haleluya. Hallelujah. Baada ya kumaliza. After we wended up, Nimekuwa kama Elisha. I was just like Elisha. Tumekaa. We sat, Kesho tumepanga. and tomorrow we have a reminder. Tumepanga. We are planned. Watu wakaja. And the people came, Wakaanza kufanya ushuhuda. and they began to give us a testimony. Mama ya msichana amekataa kuondoka. And the mother of the girl didn't want to leave. Tukaanza kuuliza. We began to ask, Ushuhuda inaendelea kuisha. and the testimony was about to finish. Wapi mama Mungu wetu? Where is the mother-in-law? Wanajua They know ya kwamba alioa that he married msichana wa nyumbani. a daughter of the home. Haleluya. Hallelujah.
This mwaka lazima tuchunguze. This year we have to be careful. Hallelujah. Hallelujah. Wasende kukaa uniamini. Tushaona mpaka mtu ambaye kuchukua dada yake. Dada yake amechukua. His sister. Wako na watoto. They have got children. Anatucheka. And they just they're putting us out here and there. Sisi sio malaika. We are not angels. Hallelujah. Hallelujah. Mungu ndiye anatutetea. God is the one that is fighting for us. Tukiuliza akina msalaba wapi? Ni ile nyumba. And when we ask where the home of the girl is, we are being shown that it is there. Na. And here. Huyu alifanya mjaba. This person used to Ndio pamoja. they are from one clan. Katika wakati Yesu ndio kwa waneliti. Hata wakati wa Yesu kulikuwa na wanywaji pombe. Na kwa Mungu kuna watu. Na mmoja katoka kwamba atasema, Ngapi watu? hakuna nitasema. Huyu ndio jamaa amelala. Akila udogo wanamshika mpaka mkono mdomo. Nitasema. Hallelujah. Hallelujah. Kama mchimu. Mtu anapotoa, Kama mchimu. mtu anapotoa, Kama mchimu. mtu akitoa, Yesu anataka Mungu mpaka simame mbele. Yesu anataka Mungu mpaka simame mbele yake. Daudi mwana wa Yese anaweka sahihi. Anasema tangu kuzaliwa. And he said that since I was born, Nimekuwa mzee. I am now an old man. Sijawahi kuona. I have not ever seen Anayetumikia Mungu. the one who is serving God. Na watoto wake wanaomba mkate. And their children are asking for bread. Never. No. Hallelujah. Hallelujah. Tukajikili kwa mkate. Na ikiwa wako wanataka mkate, Nikezo chiwo nyekendo marati. uliweka matoleo yako katika jiko baya. Kuna watu wanaleta matoleo katika njia mbaya. There are people who are giving in a bad way. Hallelujah. Hallelujah. Na wakati unapoweka matoleo And when you are giving katika njia safi, in a good way, lazima muone Bwana. you have to see God. Lazima muone Kristo. You have to see Christ. Lazima It's a must. Mungu aionekane. And for God to be seen. Hallelujah. Hallelujah. David mpaka Yesu. David mwana Daudi. Watu ni sawa mbele. Wewe ni Yesu Mungu alibariki. Usipia Mungu. Amekwisha nipatia mali. Ndipo wale watu ni. Anainua mikono anasema, Wote watu. hakuna neno Kando wale sai. gano la Mungu Ni neema. bado inalala katika hema. Kile ya sayo. Ninaenda kumjengea Mungu nyumba. Wote. Oh Jehova, ndiye amenishika mikono. Kamwambia Daudi, nimeona macho yako. Hallelujah. Hallelujah. Unataka kumtumikia Mungu vipi? Unataka kumtumikia Mungu wetu vipi? Ndio tumechukua watoto wetu tukawanunulia vile kama wanavitaka. Balloon tumewanunulia tukawavalisha kama kofia. Tumewaweka katika magari wameendesha. Hallelujah. Tumewanunulia kuku wakakula. Hata ukachukua shilingi kama 2,000 ukaweka mikononi mwake. Hiyo ni ya mfuko. Shika na mkono wako. Utaenda na mangine ambazo ukatembea. Ikafika siku ya matoleo hivi. Unachukua shilingi 2. Unaweka mikononi mwake hivi. Hallelujah. Kama mimi leo unaenda kulipa soda. Unachukua soda na kunipatia. Ambayo sijakuomba. Alafu unachukua shilingi 50. Hivi unanipatia chukua kunywa na soda. Ninasema huyu amenidharau. Huyu amenidharau. Hata sisemi asante, amenidharau. Hata kama ndio unasema ni asante. Hallelujah. Unasema asante.
Kwa nini tunataja sana? Hii inamaanisha tumebeba Mungu. Tunaona. Simameni. Tusimame. Sana kwa Hallelujah. Hallelujah. Tunayo namba. We have got a number here. Hallelujah. Maandiko husema, The Bible says katika Malaki ile, in the book of Malachi chapter number 4, mono hiki Matthew ya sasa. ukajiandae kumtolea Mungu ama kumtumikia Mungu sasa. Sisi kama tujasahau watieko, Jiandae tu kumtumikia Mungu tunatamatisha. Malaki ile, Malachi chapter number 4. wawili watu no. Tukasikie jambo jingine dogo pale. Sorry, tatu, Malaki 3. Malachi chapter number 3. Malachi chapter number 3 verse 16. The Bible says, then those who feared the Lord talked often one to another, and the Lord listened and heard it, and a book of remembrance was written before him of those who reverence and worshipfully feared the Lord, and who thought on his name. Verse 17. And they shall be mine, says the Lord of hosts, in that day when I publicly recognized and openly declare them to be my jewel. Amen. Ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikia. Na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hayo waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. 17. Nao watakuwa wangu, asema Bwana wa majeshi, katika siku ile nifanyayo, na watakuwa hazina yangu hasa, nami nitawaachilia kama vile Mungu amwachiliavyo mwanawe mwenyewe amtumikiaye. 18. Ndipo watakaporudi nami nitapambanua kati ya wenye haki na waovu, na kati ya yeye amtumikiaye Mungu na yeye asiyemtumikia. Mtakuwa Bwana sasa. Praise the Lord. Kijanua cholia. Kale joma uluru Nyasaye owinjo wa wechego. Negi wuoyo kendi giwegi. Kendo Ruoth Nyasaye nowinjo wechegi. Nying joma uluru Nyasaye kendo mamiye duong' ne ondiki e kitabu moro e nyime. Ruoth Nyasaye maneno gik moko duto owacho niya, chieng' ma ang'ado e bura to ginibed joga awuon, kendo ginibed mwanduna. Anabednegi mang'won mana kaka wuoro bedo mang'won ni wuode moluore. Bang' mano unune pogruok manie kind joma tiyona gi joma ok tina. Unasemaje? Ineno Ona, kama kuna mtu anakwambia kwa msimukie Mungu, mwambie tutengane. if there is someone who tells you that don't serve God, tell that person, let us be apart. Maandiko yanasema wao mcha Mungu alipofika hayo wanaonekana wao kwa wao. The Bible says that those who serve God, when they had these, they spoke to themselves. And when they consider the ways, the book of righteousness was brought and was they looked upon the way.
And God said that I will calm and nitawaachilia baraka kama vile baba anavyomwachia mwana baraka. And I will release blessings just like a father released blessings to his son. Na siku ya hukumu sasa watakuwa mali yangu. In the day of judgment they will become my wealth. Hallelujah. Hallelujah. Siku ya hukumu, the day of judgment, watakuwa mali yangu. they will be mine. Na baada ya hapo, and after all those, siku ikifika, when the day comes, mtajua you shall know mtumikia Mungu, those who serve God wasimtumikia Mungu, and those who are not serving. Asema Bwana wa majeshi. He says the Lord of hosts. Maana kirudi kima leo. Maandiko inaandikwa Maana nimesoma kete patri. ambayo mtu anastahili kuisoma na iweke katika upao. Kwamba tumtumikie Mungu wetu. Ndio maana Musa akakataa. Akamwambia Farao, kama unalazimisha nitoke, hatuwezi tukaacha kondoo na mbuzi nyuma. Na maana Mungu wetu ni Mungu wa matoleo. Tunaweza tukaenda nyikani. Na Jehova akasema kwamba tufanyie ni dhabihu. Na tutafanya dhabihu na nini? Na lazima tupatie ng'ombe mazidi mzima wetu. Na Jehova aweze kaongea tu. Asa namwambia Musa, kwamba kuna vitu ambavyo Mungu anaweza kukwambia katika siri ambayo sadui aweza kasikia. Haleluya. Kamwambia Musa, sikia, wewe pamoja na Haruni kama mnatoka atakusia naona yeye ambao mnatoka mkitupa mapembe ya ng'ombe, mkiua ng'ombe mnamchukua mnampeana yule mwanazima na kile. Mungu anamwambia Musa, msiache hata mapembe ya ng'ombe. Matoleo ni mzigo uliobeba mzito. Yule Farao juu. Wanaona tu wana Israeli ni wanda wasimu. Wakipita wanasema wananuka. Ndio wakati kama kiko na hudumu. Haleluya. Haleluya. Wanasema wakipita wanasema wananuka. Kwenda pasi na wamebeba mapembe. For they have covered their horns. Na ilionekana wakati wa Jericho. And it was seen in a time of Jericho. Tusimame. We stand on our feet. Nyosha mkono wako kwa We lift up your hand wherever you are. Hallelujah. Hallelujah. Nyosha tu mkono wako. Lift up your hand. Beba matoleo yako kwa mkono. Carry with you are giving all your points. Hallelujah. 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 Sana. Hallelujah. Najua kila mmoja yuko tayari. I know each and everyone is ready. Baba, katika jina kuu la Yesu Kristo, Falme Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, katika nyumba yako watakatifu wamebeba mkono yao kwa matoleo ya fungu la 10.